Yes. Kwa majina naitwa Patrick. Nilikuwa kwa ziara zangu hapa na pale nikapatana na rafiki yangu hapa ambaye yeye mwenyewe atajieleza. Ni kijana mwenye tumejuana na yeye, I think this is the second week. Wiki ya pili ama ni ya kwanza? Wiki ya pili. Ya pili. Ya, ningetaka wananchi waweze kujua unafanyanga nini, sababu niliona kuna talanta uko nayo. Wananchi waweze kujua chenye unafanyanga, chenye umekuwa ukifanya Burundi, na tuweze kujua ulifikaje hapa Kenya, unaona. So ningetaka pia kusikia kutoka kwako pia wananchi kiangalia video wa YouTube, wa TikTok, wajue kijana anafanya kazi gani, sababu nilikuja kujua kuna talanta kubwa sana. Hiyo ndio tunataka pia tusaidie vijana wadogo kama nyinyi wenye kuna hizo matalanta waweze kujisaidia kimaisha. Ni vizuri tuweze kujua zaidi. Unaweza tueleza tu urefu kwanza? Naitwa Meshak kutoka Burundi. So mimi nimefika Kenya natoka Burundi. So niko na talanta. Kazi yangu nilianza cheza drum. Mimi nachezaga drum. Sasa hiyo ndio kazi yangu. Sasa drum gani? Unajua kuna ile tulikuwa tunapiga drum ya mti na kuna ile ya modern drum ya unapiga na ni gani? Yes. Ni hii modern drum. Modern, Yes. Okay. Hiyo ndio nacheza. Okay. Sasa hiyo ndio nasema hiyo ni kama tu kazi yangu ya kunilisha, kunigaburia, kunitunza sahi. Okay. Okay. Haingekuwa hii sahi Kenya ingekuwa ilinishinda. So ulikuja Kenya mwaka gani? So nimekuja mwaka wa 2024 or last year, mwaka uliopita. Okay. Mwezi wa 11. Okay. Nasikia sijakaa huku sana. Okay. Yes. So na kwa hivyo umekuwa ukicheza gita Kenya kwa muda hiyo time ulikuja Kenya? So sijawahi gitaa sijagusa, lakini tu najaribu. Ila tu instrument yangu nachezanga ni drum. Ni drum. Drum. Okay, na Burundi uliweza kusoma drum na ama ulianza lini na umecheza kwa muda gani? So Burundi nilianza kucheza drum niko na miaka hivyo 16. 16. Ningali mtoto sana, nilikuwa ningali secondary. Secondary. Okay. Hadi kufika saa hii. Hadi kufika saa hii. Nacheza drum. Cheza drum. Yes. Hati mimi siko sawa sana kwa drum. Niliweza kupatana na rafiki yangu hapa Meshak, nikasikia anacheza drums vizuri na umechezea Rose Muhando? Nimechezea Rose Muhando. Okay. So nishachezea na waimbaji wengi sana huku Kenya. Huku Kenya. Kuna mwingine apart from Rose Muhando umechezea? Yes. Kuna wenye wanajiita wa Elvis. Wa Elvis ama hawa wa Elijah. Okay. Okay. Hao wote nimewachezea. Na nilisikia ni wa superstar wa huku Kenya. Okay. Okay. Yes. Okay. So na ukiwa Burundi umepatana na some of the artists, umepatana na wanamuziki tofauti na waimbaji tofauti. Sasa uko Burundi muziki ukoje? Naweza tueleza tu muziki vile uko na hapa Kenya kuna tofauti? Yes. Muziki wa Burundi so nitaweza sema kama uko tofauti. Okay. Sisi kwetu tuna muziki wetu ni tunazoea kizungu, si ndio? Lakini huko nilikuja nikakutana mnapenda masebe. Sasa sebe ni sizoei. Hiyo ndio kitu na ngali nasumbua, lakini tu kizungu hiyo na jielewa tu kidogo. Naelewa sana muziki wa Kongomani ama kutoka DRC. That is the Republic of Congo. Yes. Wanapiga hiyo mipigo ya 7 mipigo ya Lingala, sababu pale kuna wanamuziki wa kitambo wenye walianzisha hizo mipigo na I think hiyo ni French. Yes. Na pia nyinyi mnasoma French? Yes, sisi kwetu
tunaongeaga lugha ya French. Okay. Hiyo ndio lugha yenye tunaongeaga, ni kama huku kwenu mnaongeaga Kiingereza na Kiswahili, sisi pia huko tunaongeaga French na Kirundi pia. Ukiambiwa usalimia watu na lugha yenu ya French, utawasalimu. Kuna salamu kama hapa sasa Kenya kwa Kiingereza tunasema hi, how are you? Nasikwambia ukoaje? Unaelewa? So unaweza kasalimu watu kwa lugha ya Kifaransa. Yes. Na pia unaweza pia salimia watu na lugha ya Rwanda, Burundi. Kiburundi. Yes. Unaweza kaongea Kiburundi tusikie. Yes. Na salimia watu. So kusalimia mtu kama hii hi, hello. Yeah. Hiyo kwetu kwa Kifrench tunasemaga sali. Yes sir. Sali. Na wewe pia unanijibu sali. Ndio nafuna niulizia wewe. Hiyo unaniulizia how are you? Okay. Yes sir. Na mimi hiyo ni kwetu tunaongeaga tie bien. Uko sawa? Na mimi nafana kuambia yes, oui. Oui. Uko sawa? Oui, tie bien. Oui, il est bien. Wow, so interesting. Nimefurahia sana kusikia kuhusu na vile tuliweza kupatana pale. And nilifurahia sana sababu niliona nipiga kia drum. Mimi pia kama mwanamuziki, sababu pia nafanya muziki, ninacheza gitaa pia, tuweza kucheza vizuri na tuweza kupatana vizuri na tukaendanisha vizuri sana. Sasa kuna changamoto umepatana nazo hapa Kenya na pia changamoto za huko. Unaweza katuambia changamoto ni za aina gani kulingana na vile umekuwa ukipatana na watu wanamuziki? Na sana sijajua unafanya muziki ni wa kanisa ama ni mipigo yote ya dunia? Yeah. So mimi muziki wangu haikuwa kidunia. Mimi sijawahi cheza kidunia, sichezagi kwa klabu. Okay. Mimi nachezaga machachi kanisani ndio nachezanga hapo. Sijui so kuna manyimbo zenyewe unakutana zinasumbua. Nyimbo sababu hujazizoea huko. Sijazoea. Lakini kwetu Burundi iko sawa tu. Iko sawa. Na sasa tukiangalia kwa kanisa sasa, unajua pia kuna changamoto na mimi maybe umekupatana nazo. Kanisa unacheza muziki wa kulipwa au sio? Yes. Unacheza muziki wa kulipwa. Unafanya ni kama biashara pia. Yes. Na pia kuna zile changamoto umekuwa ukipatana nazo. Unaweza kaeleza watu sababu wataangalia kwa YouTube. Sasa tueleza tuko huku Kenya. Naweza sema changamoto nimekumbana nazo. Okay. So ya kwanza kama hujawahi nitaweza kuambia kama hujawahi pigwa music, hujawahi kumbana na vita kucheza muziki, bado hujajua muziki. Kama hujapiganiwa, haujapigana vita kwa music, hapo ungali tu chini tu kidogo tu. Na sasa tuseme sasa kuna changamoto ambazo zinakujanga pia. Nimekuwa kwa muziki pia. Umeifanya muziki hivi pastor akakulipa mkawa mnasumbuana ama umekuwa na vitu kila kitu imekuwa sawa? So pastor wengi siwezi kwa sema ngo wako hivi na hivi juu ukisema hivi hiyo ni shauri yao na watajuana na Mungu wao. Okay. Lakini mimi vile napendaga, mimi napenda tufanye kazi, tuongee kwa kweli. Ndio. Ni kama tukiongea pesa, tunaongea pesa hizi na hizi. Kama tunaongea 10,000, itabidi kwa mwezi ukiisha unanilipa pesa yangu. Hapana kunipitisha hivi na hivi, mwezi ukiisha unaanza naambia maneno ngo najua ngo chunga ngo sadaka, witia sadaka, ngo nimekuta ngo pesa, ngo ni kidogo sana. Hiyo maneno sipendi. So kwa that means umeifanya muziki pia ukawa mnasumbuana na mapasta hapa na pale? Ni wengi sana. So na ukiangalia kuna vitu kama sasa umefanya muziki, tuseme pasta alikuwa kutumia pesa zako,
kuna vitu kama hizo zinaendelea sana. Nakuta pastor amekuita anataka muziki lakini nakuta mnasumbuana. Yes. Kuna vitu kama hizo. Hizo zinakuanga ni hizo na Burundi. Burundi pia hizo ziko pia. Burundi ziko, nakutana pastor mumeongea pesa. Pale ya kukupea pesa yako anaanza kuambia ngo washirika wamekuja ni wadogo. Sasa hiyo mambo kawaida mimi sikuagi nataka. Juu tuliongea pesa yangu yenye tumeongea, itabidi unipe pesa yangu. Sitaki kujua ngo pesa ngo iliingia leo chachi ni kidogo, nahitaji tu pesa yenye tumefanya nini? Tumekubaliana. Tumekubaliana. Sasa hiyo pia ni changamoto. Yes. Kuna changamoto nyingine kwa uwanja wa muziki, sababu uwanja wa muziki uko na mambo mingi zaidi. Hata pia wananchi wasikie pia na pia mimi niweza kuelewa na pia mandugu zetu waweza kujua wanafanya muziki na kama mchezaji wa drums ni changamoto gani zenye unakumbana nazo, sababu naamini ziko. So wenye wanahitaji kucheza drum changamoto ziko. Changamoto zinakuanga ni mingi sana, lakini nitaweza waambia watie bidii, wasikatiki nguvu, watie bidii ya kusoma music. Sasa tumeweza kusikia kutoka kwako na pia muziki kuna matatizo yake hapa na pale, na I think kwa sasa unakaa Rongai. Unakaa Rongai. Wow, hiyo ni mzuri sana. Sasa ningetaka pia watu kuweza kujua chenye kinaendelea sana na ili ikafanya tuweze kuanzia hii video na tunachukua kwa saa hii, sababu mambo ni mingi wanamuziki wamekuwa kipitia na ni ya muhimu sana pia wanamuziki wenye wanafanya muziki waweze kujua changamoto ziko kwenye uwanja wa muziki, sababu uwanja kuna mambo mingi zaidi. Na sijui kama ningekuuliza, unaona ni vizuri mapasta wakiangalia wanamuziki wanawalipa kama vile wanalipa watu wa nje, ama unaonaje? Niko sawa kuweko kwa inakuwa ni kama ni kitu mwanamuziki anapaswa, sababu kuna kijana nilikuwa naongea naye kutoka Burundi tena akaniambia amepitia changamoto mingi sana na akaniambia kwa uwanja wa muziki kuna mambo mingi sana yenye inaendelea. Unakuta umefanya muziki, pastor ameanza kucheza na michezo. Hiyo ni mbaya. Kama umeongea na mtu na mkasikizana. Na nikasikia vile amenieleza vile alinieleza sana. Kuna kitu moja nikuja kujua pia kwa wanamuziki pia. Patient ama kungojea ni ya muhimu sana pia. Lakini fike mahali hiyo kama unalipwa hiyo ndio wewe umesomea muziki. Najua. Umesomea muziki. Umesoma muziki. Yes. Na tunatarajia pia kama umesoma muziki linakulisha. Inanilisha hiyo. Sababu ni kama vile tu unatoka unaenda unasoma college, unasoma degree, unafanya yani kama ni mwalimu, kama umespecialize na mambo na kuwa mwanamuziki, unacheza kitu fulani, hiyo kitu inapaswa kusaidia kwa maisha. Si ndio? Yes. Ndio mnachukulia nyinyi. Sasa unakuta pia kuna pastor anakuja na kuambia barikiwa. Anakuambia barikiwa. Sasa unashindwa yenye tuseme yako na mtoto ameenda akaanza tuseme anasomea muziki. Na huyo mtoto akuje anakuta hiyo chenye amesomea kimsaidii. Na anachukua pia wanamuziki wenye wamesoma muziki wameenda shule pale wakasoma muziki. Na unakuta pia kuna changamoto mingi sana. Unakuta yeye achukuli kama mtu hiyo ndicho chenye huyo mtu ndio amesomea, inapaswa kulisha familia yake. Tuseme umeoa, kama sasa hivi tukikuuliza umeoa? Bado sijaoa. Unaona kama utapata mtu Kenya hapa, ama unaona kama utapata mtu nje ya Kenya ama Burundi tena? So huko Kenya sijapata mtu. Juu sijakaa sana huko. Lakini Burundi niko naye, lakini saa hii siwezi sema ngo tuko naye, lakini sijui mambo iko ndani. Ulikuwa na mtu kitoka. Lakini si mnaongea kwa simu? Tunaongeaga tu sometimes. Mnaongea kwa simu sometimes. Na hapa Kenya tafuta bana. Warembo ni wengi Kenya. Ni wengi tu, hata kwa YouTube hapo unaweza waambia kitu, sababu warembo ni wengi sana. Najua tu, ila ni polepole, mambo inaendaga polepole. Mdogo. Sasa kuna hizo changamoto. Ungeambia nini wachungaji ama wote wenye wanahusika kwa muziki na pia wenye wanalipa wanamuziki? Ni message gani ungetaka kuambia? Sababu ni vizuri pia watu waweze kuelewa mwanamuziki ni kama mfanyikazi yeyote.
Hakuna mambo na kulipwa. Kama ni hivyo basi, vijana aliniambia hivi, kama ni hivyo basi, kama mwalimu basi tuseme ameenda kufunza, basi ambiwe barikiwa, asilipwe. Unaona? Na ni ya muhimu sana pia watu wajue, na akaniambia pia binki hiyo alikuwa rafiki yangu, lakini huyo ni Mkenya, akaniambia yeye amerudi kwa dawa za kulevya na anacheza nyimbo za dunia sababu kanisa huwezi kumlipa. Nimemsumbua. Anasumbuana na anaimbiwa hivi, anaambiwa hivi, anaimbiwa hivi. Na pia nikaweza kusikia video ya Bahati akisema kuna chuki sana kwa uwanja wa muziki. Na hiyo ndio ilifanya, unajua, sijui kama unajua Bahati. Ni mwimbaji pia hapa Kenya. Ni mwimbaji mzuri sana. Alitoka kwa gospel na alikuwa anasema, nilikuwa nasikiza interview yake, akasema kuna chuki sana. Hiyo ndio ilifanya atoke. Kuna sijui nani, unafanya muziki lakini unalala njaa. Pastor anategemea kijana akuja amecheza drama. Drama hiyo unaweza kacheza drama kwa na njaa. Uwezi. Chombo chochote kile uwezi kufanya bila kuwa na njaa. Mwana muziki anafungua nyumba. Yes sir. Unaona? So ni vizuri pia uweze kutuambia nini na nini inahitajika, sababu najua uko na experience ya miaka mingi kwa hiyo field. Tungetaka kujua pia kutoka kwako na ama chenye kiko katika mawazo yako kiweze kujulikana ni nini hasa watu wanapaswa wajue kulingana muziki na vile kunakuwa na zile mambo sahihi watu hupitia sahihi. So kitu ya kwanza nitaweza ongea sahihi kwa hiyo neno. Nitaweza ambia wachezaji na wa pastor. Acha kwanza tuanzie kwa pastor. So mimi uwezi naambia nilikuja cheza drum. Alafu niende nilala njaa. Hiyo kitaeleweki. Na wakati nikimaliza cheza drum, unafuna naambia ngo nitumikie Mungu, Mungu itanibariki. Sasa hiyo Mungu itanibariki ikipitia wapi? Mungu haitapitia kupitia kwa pori ama ngo kwa jiwe. Na Mungu huwezi tumikia, Mungu inajiweza peke yake. Mungu inajiweza. Na neno la Mungu linaongea hivi. Nyinyi nata mkatae kutumika, muache kutumika kazi ya Mungu aje na hivi. Nitasimamisha mawe na nini? Na muti. Vitafanya nini? Vitafanya huduma. Zitaniambia. Sasa hiyo kitu wa pastor waitoe kwa kichwa. Mimi siwezi kuja kucheza drum. Na navaa kiatu ya kuchanika. Kiatu sina. Nguo hakuna. Na unafuna naambia ngo Mungu itanibariki. Hiyo mambo waachie hapo. Na nikuuliza hivi, niko na swali yako. Mbona wachungaji wengi unakuta mchungaji ya Yesu anapenda muziki. Na hataki kugharamika. The wiki yote kwa siku 7. The only day anapigia mcheza. Tuseme yoyote ikiwa ni drama ama anapigia wachezaji wake wa kanisa, anampigia only Saturday sababu anamtaka kanisani Sunday. Ni kwa nini? So rudilia emo sija kusikia. Nikauliza hivi. Unaweza kuta tuko na Monday, tuko na Tuesday, tuko na Wednesday, tuko na Thursday, tuko na Friday na tuko na Saturday na Sunday. Lakini ikikaribia karibu na Sunday ambayo tunaendanga mazoezi on Saturday, tunataka kupiga mazoezi. Unaona? Ndio pasi ama pastor anapigia mchezaji keyboard, mchezaji gita, na mwambia kuja na kutaka kesho kwa ibada. Lakini kwa siku zote akumpigia simu. Kwa hiyo jambo nalichukulia aje? Hiyo jambo si kawaida, si nzuri. Hiyo inaonesha kama pastor haelewi wanamuziki, hawajali. Yana ajali huduma yake, kazi yake iendelee vizuri. Hiyo ni kitu mbaya sana, haelewi kawaida. Mimi ukinifanyia mambo hiyo, chachi yenu siwezi rudi kabisa. Siwezi fanya hiyo. So that means pastor ni vizuri pia kuwa anaangalia, anaongea na wanamuziki, anawajulia hali kama vile anajulia wengine hali. Okay. Na pia sasa changamoto zingine apart from kuwa mna changamoto mambo na malipo na pastor, nini nyingine unaona kuna kuwa na mashinda? Unakutana pastor, umeongea kama mnasikilizana.
kama kwa mwezi atakuwa anakupea pesa yako. Lakini mwezi ukienea anaanza kuhesabilia mahesabu. Uko na pesa ngo nachunga hivi na hivi. Anaanza kuambia maneno haieleweki. Hiyo mambo haieleweki kabisa. Ngo unajua ngo hivi na hivi. Ngo kuna pesa ngo na ngoja. Na mwezi uliisha. Hajakwambia mwezi baada hujaisha, hajakwambia ati kuna changamoto ni mundani hivi na hivi. Sasa ile saa muda ya kuhitaji sasa pesa yako. Ndio anafaa anaanza kuambia ngo kuna pesa ngo na ngoja ngo mahali, ama ngo nachunga ngo hiyo kitu. Hiyo kitu wapasa waangalie wapunguze watu waachie sisi. So inamaanisha mkiangaliwa vizuri na kuweza kulipwa vizuri na pia kupewa heshima kama mwenye heshima mnaambiwa utakuwa sawa. So nakwambia sisi unajua kwanza kitu ya kwanza nitaweza kuambia mcheza vyombo. Kuna neno wa pastor wanapenda tumia sana ngo mcheza vyombo haokoki. Hiyo neno ni neno mbaya sana. Na unajua kama wa pastor wengi wa pastor wa kileo ndio unajua wameanza kutuaibu sisi kwa vichwa. Sisi wachezaji. Ndio? Kama example. Unakuta pasi. Ndio? Iko na church. Iko na vyombo. Iko na kila kitu yoyote maana yake church. Sasa anakosa waimbaji, anakosa wa kucheza vyombo. Ndio? Sasa hiyo wakati atatafuta waimbaji wenye atalipa nini? Pesa. Ndio? Atatafuta na wachezaji wenye atakuwa anapea pesa. Sasa waimbaji atawalipa miezi 3. Nyuma mwezi 4 hawezi walipa najua. Unajua wakitoka mwa hiyo church. Wakienda mahali pengine hawawezi tumikia Mungu tena vile. Na nikuulize kuna pia kitu ningetaka kujua sana. Kuna pastor alisema yeye hawezi lipa wanamuziki. Kama ni hivyo basi hata waimbaji walipwe. Yes. Sasa tuseme pale akona waimbaji karibu 50 ama 30. Wanapaswa watu walipwe. Haba ungetoa maoni na kaji. So hiyo inajipendi inatokeana na vile pasi iko na roho yake. Sasa mimi muimbaji huu wa kubackup huyu ni kama tu ni kutumika tu kazi ya Mungu. Kutumika tu kazi ya Mungu. Lakini ule wa kurida ule naeleweka, jua anachoka sana, tumia pumuzi mingi. Na ni akili anatia anawekanga ndani. Kumbe pia kwa kuimba unahitaji akili. Unahitaji akili. Na unaweza somea uimbaji. Unaweza somea. Wengi wanasomea uimbaji. Huku Kenya ndio sijaona wanafanya ma vocals. Kuna prakoza ma vocals wanafanyaga sisi kwetu huko. Na sasa nikuulize, so uimbaji pia kuna wale wanapaswa walipo kulingana ukiwaangaliwa uimbaji wao uko aje. Na kuna wengine wanapaswa kulipo. Hiyo jambo unaliona aje kwa saa hii? Kuna hiyo kuna waimbaji unakutana hawajajua kitu. Ndio wangali wanahitaji kulelewa kwanza. Wajue ni kitu gani inafanya, ni kitu gani inaendelea kwa hii kazi yetu. Wanafaa naanza kulipisha pesa hawajasonga mbele. Hiyo kitu nitaweza waambia waachie hapo watie bidii. Juu nakwambia unajua ukitumika muziki una roho mbaya. Muziki ukitumika utakuja vizuri sana. Sasa ukiimba na ukifanya prako unafanya vile waimbaji unaangalia kwa YouTube, unaangalia vile muimbaji anaenda na unamfuatilia hiyo. Utakuta na umesonga mbele. Sasa ukishajua wewe hautajitafutia mahali pa kwenda imba. Utasikia tu masimu wanakupigia. Sasa ningetaka pia kujua mambo 2 matatu
wa muziki. Unakuta pia wanamuziki wakona kasoro fulani ama kuna tabia fulani. Unaona, kama kuna pastor niambia wanamuziki wengi hawai kwa ni ngumu. Na wako katika nasa za dunia sana. Hii ungeichukulia aje kama jambo kama hilo? So ama inalingana na mtu. Nitaweza ambia wachezaji wengi sisi unajua si tukiwa pale mbele tunajiona watu wa ma superstar nani hivyo lakini kazi ya Mungu sitiagi akili mingi juu ukiweka akili mingi utakuta umerudi nyuma sasa kuna tabia umeiangalia kuona huyu mcheza keyboard, huyu mcheza guitar, mcheza drum ama huyu mwimbaji akona tabia mbaya kama gani? Hizi vitu unajua zinatokelezea. So kuna mwimbaji, kuna mcheza kinanda mmoja najua miaka kama 6 hivi imepita. Kazi ya wasichana sana, hizo tabia chukua msichana anamtia mimba, vitu kama hizo. Pastor amekuja amefunga huyo mwanaume kama mwanamume ama msichana amemfunga kanisa. Unajua mnafunganga wasichana ama mwetu mwili akikosea ama akifanya dhambi kanisani mnamfunganga brudi? Yes, anafungwa. Anaambiwa aje? Anaambiwa kuishia huko. Wanamweka gerezani, wanamkatia miaka 28. Iko kwa gereza huko. Na pastor mwenyewe aweze simamisha huyu amwambia hataki sandaki yake ama nini? Wanawasimamisha. Wanawasimamisha, wanawakailisha kama unakutana. Inajipendi na church. Kuna church utaweza kutana hawakutii ama unakutana wamekupea miaka 10 unakaa huko natumika huduma. Wow. Ama tu miezi 6. Inajipendi tu na roho ya pastor. Sasa I think kwa sasa ni yao sasa, ningetaka watu wajue zaidi kwa muziki. Sababu mambo ni mingi, najua you are very talented. Najua unachapa muziki, kazi ya muziki niona kazi ya Mungu pia unaipenda. Na nashukuru sana. Na what is your best mode of praying? Ama ile time unacheza ni nini ukicheza unasikianga unafurahia? Sababu imeniambia 7 siupendi sana. Unajua kuna mipigo ya 7, kuna reggae, kuna rengara, na rumba, muziki ni mingi. So tungetaka kujua. So mimi muziki wewe napenda mimi si muziki wa huko Afrika. Napendaga jazz, okay. Blues. Hizo ndio ya mipigo. Hizo ndio muziki nizenye napenda. Lakini tu zote najaribu, lakini hizo ndio muziki wangu wenyewe napenda, nimefuatilia sana. Wow. Na sasa tuseme kuna mtu ataangalia kama sasa kuna mahali unacheza. Niko nafasi ya kucheza. Na ungeambia nini kamera pale ama ungeacha namba yake hapo? Ungeambia kamera ana watu wa video wenye watawatch videos kama ni pastor na atawatch hiyo video ama kuna mzee kutoka YouTube ataangalia hiyo video. Kuna kitu ungetaka kujulikane? Ama kuna kama unataka pia unacheza drums tuseme mtu akona crusade mwenye anataka mtu kucheza drum uko hapa, si ndio? Kama kuna mwenye anataka kuchezwa vizuri, nyimbo mzuri, anaweza kuambia unafanya pia live record, si ndio? Yes. Unaweza ongea na watu wa video wenye watawatch video viewers, waambie kitu. Yes. So wenye wako na wananiangalia nitaweza ambia mimi sikuagi na kielele, si ndio? Mimi ukinihitaji nitaweza kuja. Sasa ili waweze kukupata, sababu sijui kama namba yako inajulikana. Niko na namba. Uko TikTok, niko FB, niko na WhatsApp. Okay. Facebook unajiita aje? Facebook unajiita Elmesha Ninahazwe. Rudia tena watu waweze kujua. Facebook unajiita Elmesha Ninahazwe. Okay. Jina Kiburundi hiyo. Ni jina Kiburundi asikia. Sasa ni vile unajiita kwa
Kwa Facebook. Na vile unajiita tuseme kwa nini hauko TikTok? Kwa TikTok. Hauko? Siko. So una namba yako unaweza patiana pale. Namba yangu ni 01 07 10 16 98. 01 07 10 60 98. Hiyo ndio namba yangu ya WhatsApp na namba tu kawaida. Okay. Zani call Echo. So wameweza kupata namba yako hapo na naamini watu wataiangalia hiyo namba yako.